Ndugu zangu, bila vijana hakuna kanisa. Huu ni ukweli halisi ambao nitazungumza na wewe leo. Bila vijana hakuna kanisa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 12 mstari ule wa kwanza, Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Ndugu zangu, Bwana Yesu hapa anazungumza na vijana ya kwamba wamkumbuke muumba wao. Ndugu zangu, vijana Bwana Yesu anataka kwenye ujana wao wamkumbuke muumba wao. Hili ni andiko ambalo linatukumbusha ya kwamba kila kijana ana jukumu la kumtumikia muumba wake katika ujana wake. Ndugu zangu, vijana, Bwana Yesu ana haja na vijana. Hili andiko la Mhubiri mlango wa 12 linatuonya na linatutia umakini ya kwamba muumba wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, ana haja na vijana. Kama wewe ni kijana unanisikia muda huu, jua Bwana Yesu ana ajenda na wewe. Bwana Yesu ana kusudi na wewe. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo kuna kauli moja ninaipenda sana, inasema Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana kwenye kizazi chake akalala pamoja na baba zake. Vijana, ndugu zangu, kuna shauri la Bwana liko ndani yetu ambalo katika vizazi vyetu tunapaswa kulitumikia hilo shauri la Bwana. Maisha haya ambayo tunayaishi kama vijana, lipo jukumu la kuutangaza ufalme wa Mungu katika maisha yetu. Unayenisikia muda huu kijana, jua Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na wewe katika maisha yako. Epuka kuikimbilia dunia. Epuka kuzitafuta anasa za ulimwengu huu, kwa sababu kusudi la Mungu katika ujana wetu ni kumtumikia Mungu. Kitabu cha Yohana wa kwanza kinazungumza, kinasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na mmemshinda yule mwovu. Biblia inatuambia kwamba vijana wana nguvu. Vijana wana nguvu ya kumshinda shetani ndani ya kanisa, na huu ni mpango wa Mungu kwamba yeye ataziachilia nguvu zake ndani ya vijana waweze kumshinda shetani. Leo ndugu zangu, ninazungumza na vijana. Bwana Yesu ana mpango wa kuleta uamsho kwa kupitia vijana. Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana. Kasome kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 2 wote. Mungu anazungumza na vijana. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na mmemshinda yule mwovu. Ziko kazi nyingi sana za shetani ndani ya nchi ya Tanzania, lakini Mungu ana mpango na vijana kuleta uamsho. Majeshi ya Bwana vijana, Mungu ana mpango na ninyi. Tunaona leo shetani anawatumia vijana sana kwenye mipango ya kuzimu, mipango ya ibilisi. Biblia imesema nimewaandikia ninyi vijana, mna nguvu, mmemshinda ule mwovu. Lakini leo vijana wamepiga goti, wamemkimbilia shetani na kuuza nafsi zao kwa shetani.
kwenye miziki, kwenye mipira ya miguu, kwenye siasa, kwenye fedha. Vijana wamekaa huko, wameliacha kusudi la Mungu la kutangaza ufalme wa Mungu. Majeshi ya Bwana, vijana mnaonisikia, Mungu anasema mkumbuke Muumba wako siku ya ujana wako. Uko wapi leo kama kijana unanisikia? Uko kwenye bangi, uko kwenye madawa ya kulevya, uko kwenye bongo flava, uko kwenye dhambi yote, upo kwenye ulevi, upo kwenye sigara, upo kwenye uasherati. Popote pale ulipo, Bwana Yesu anakuita. Upo wapi? Maandiko yanaonyesha Mungu ana ajenda na ujana wetu. Mungu ana ajenda kuleta uamsho ndani ya kanisa kwa kupitia vijana. Uhai wa kanisa upo mikononi mwa vijana. Biblia haijasema watoto watamshinda shetani. Biblia haijasema wazee watamshinda shetani. Biblia imesema vijana wana nguvu ya kumshinda shetani. Lakini leo vijana wako kwenye masturbation. Vijana wapo kwenye uasherati. Vijana wapo mitandaoni. Vijana wanaitafuta dunia. Wanaitafuta dunia. Na Biblia inasema msiipende dunia. Ndugu zangu vijana, Mungu ana ajenda na ujana wetu. Mungu ana ajenda na ujana wetu. Ukisoma Biblia, Daniel alikuwa ni kijana, Yusufu alikuwa ni kijana, Petro alikuwa ni kijana, Zekaria alikuwa ni kijana, Malaki alikuwa ni kijana, Yona alikuwa ni kijana. Tuko wapi vijana? Tunaitafuta dunia. Bwana Yesu anaja na sisi. Bwana Yesu anataka utumie ujana wetu sisi kwa ajili ya kupigana na shetani, kuliokoa kanisa. Wewe ni mwinjilisti, wewe ni mwalimu, wewe ni nabii, wewe ni mtume. Amka kijana, wewe ni askari. You are soldier of Christ. Bwana Yesu anakuita leo kama kijana. Muumba wako anakuita kwenye shamba kufanya kazi. Hujaokoka, uko kwenye mambo ya dini, uko kwenye dunia. Huo ni muda wa kuondoka huko, kumfuata Bwana Yesu na kumtumikia, akutumie, aweke nguvu zake ndani yako uweze kutangaza ufalme wa Mungu. Ndugu zangu vijana, Bwana Yesu ana ajenda na sisi. Tusikubali ajenda za mizimu ya familia, ajenda za shetani zikatuua duniani. Wako vijana wengi sana waliokufa makaburini, ambao shauri la Mungu liliokuwa ndani yao hawajalitumikia. Na wewe ni kijana leo, unanisikia, unalijua shauri la Bwana lililoko ndani yako? Umeanza kulitumikia? Na Biblia inasema atakayenitumikia Baba yangu wa mbinguni atamheshimu. Mungu atakuheshimu kwa wewe kumtumikia, sio kuitumikia dunia. Ndugu yangu, nazungumza na wewe kijana. Amka leo. Majeshi ya Bwana, askari wa Bwana, Mungu anawatumia vijana kuleta uamsho. Kanisa, wapeni nafasi vijana. Msizuie uamsho ambao Mungu anauleta kwa kupitia vijana. Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Mungu anataka huduma ya vijana ndani ya kanisa. Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Bwana Yesu ana ajenda na vijana kanisa. Wachungaji, wapeni vijana nafasi. Vijana walelewe kwenye mafundisho sahihi ya kupambanua mema na mabaya. Kanisa lisimame kuachilia mafundisho ya kweli kwa vijana, waweze kusimama kwa lango la uamsho ambalo Mungu amelizungumza kwenye maneno yake. Vijana leo wapo kwenye disco,
Vijana leo wapo kwenye uasherati, vijana leo wako kwenye masturbation, vijana wapo kwenye vitu vya kidunia. Sababu na mtu wa kulaumiwa ni kanisa, kwa sababu haliwaoneshi vijana njia ya utakatifu wa kweli. Ndugu zangu, Bwana Yesu anawatumia vijana kwenye uamsho. Daniel alisimama kuwa nguzo kwenye ufalme wa Nebukadreza, Meshak, Shadraka na Abednego. Hii ni Mungu anazungumza na sisi ya kwamba ana mpango na vijana. Mungu alimtumia Yusufu kwenye ufalme wa Farao. Hii ni Mungu anatuonesha ana mpango na vijana. Mungu alimtumia Daudi kwenye ufalme wa Israeli. Wake Mungu ana mpango na vijana. Mungu alimtumia Sulemani. Mungu ana mpango na vijana. Kanisa, wafundisheni vijana mafundisho sahihi ya ufalme wa Mungu. Mafundisho sahihi ya utakatifu wa kweli yatakuwa wasaidia wao kumtumikia Bwana Yesu. Tuko siku za mwisho. Jeshi la Bwana la vijana lazima liinuke. Muda umeisha. Vijana, muda umeisha. Haya ni majira unyakuo. Haya ni majira ambayo Bwana Yesu analiandaa kanisa. Vijana manabii, vijana mitume, vijana wainjilisti, mpo wapi? Haya ni majira ya unyakuo. Amkeni askari wa Bwana, amkeni vijana, amkeni majeshi ya Bwana. Haya ni majira ya unyakuo, muda umeisha. Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana mna nguvu. Vijana tuna nguvu. Haya ni majira ya uamsho. Vijana amkeni, vijana amkeni. Hubirini injili mtandaoni, barabarani, masokoni, kwenye magari, mahospitalini. Haya ni majira ya unyakuo. Vijana mpo wapi? Vijana, Bwana Yesu anatuita kwenye kazi yake. Muumba wetu Bwana wetu Yesu Kristo anatuita. Usikubali kufia kwenye masturbation. Usikubali kufia kwenye madawa ya kulevya. Usikubali kijana kufia kwenye uasherati. Usikubali kufia kwenye dhambi za sirini. Za sirini hizi dhambi zitaua nguvu yako Mungu ambayo anaiweka ndani yako. Lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako katika uamsho litaondoka. Simama kwenye toba.